la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mapenzi yako Bwana yakatembee pamoja nasi tukayatende yaliyo ufalme wa Mungu, yaliyo ufalme wako. Tusitimize mapenzi ya shetani, lakini Mungu tuweze kutimiza yaliyo mapenzi yako kwa utakatifu wa jina lako, na mapenzi yako kama vile utakavyo wewe Bwana, lakini si kama vile tutakavyo sisi au vile atakavyo shetani, lakini Mungu tukapata kuyatimiza mapenzi yako kama vile utakavyo wewe, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sikia maombi yetu Bwana, sikia kilio chetu Bwana. Ni maombi yetu kwamba tuweze kutembea na wewe, ni maombi yetu kwamba Mungu tuweze kualaini na wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Shangilie Mungu kwa makofi mengi, maana yeye ametushindia. Haleluya, haleluya. Tumishi wa Mungu, unanipata vizuri? Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa leo ni siku yetu ya tatu tukiendelea kutembea sawa na mapenzi ya Mungu kama ambavyo ametuongoza, lakini leo tutaendelea kujifunza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ikumbukwe kichwa cha somo kinaitwa hekima ya Mungu, msaada kwao waaminio. Hekima ya Mungu, msaada kwao waaminio. Tukasema hekima ni uwezo ambao mtu anapewa au anakuwa nao kuweza kufikiri na kutenda kwa usahihi kuhusu jambo fulani. Lakini tukasema pia kuna aina tatu ya hekima sawa na kitabu kile cha Yakobo 3:14-15. Tukasema kuna hekima ya dunia, kuna hekima ya shetani, lakini pia kuna hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukatazama hekima ya dunia tukaona, tukatazama hekima ya shetani jana tukaona, lakini leo tutajifunza kwa juu habari ya hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutajifunza kwa juu ya habari ya hekima ya Mungu. Kwa watu ambao hawakuwepo jana tulisema kwamba hekima ya shetani ni namna shetani ambavyo anatenda na kusema na watoto wa Mungu, lakini kwa namna ya kuwadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Ni namna ambavyo shetani anasema na kutenda na watoto wa Mungu, lakini kwa namna ya kuwadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Tukapitia mfano ambao unapatikana kwenye kile kitabu cha Mwanzo, kile kitabu cha Mwanzo 3:1 mpaka 6. Kile kitabu cha Mwanzo 3:1 mpaka 6, kwenye ile sura ya pili, Mwanzo sura ya pili, tunamwona Adamu anapewa maelekezo na Mungu ya namna ya kuitunza bustani, kuilima na kuitunza bustani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3:1 mpaka 6. Ukirudi sura ya pili, Mwanzo sura ya pili, utaona Adamu anapewa maelekezo na Mungu namna ya kuilima na kuitunza bustani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati Mungu anampa maelekezo Adamu namna ya kuilima na kuitunza bustani, mwanamke alikuwa bado hajadhihirishwa kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akampa maelekezo yote Adamu kwenye Mwanzo sura ya pili. Sasa kwenye Mwanzo sura ya 3, baada ya mwanamke kuja, Bwana Yesu asifiwe sana, shetani akaona ni vyema amdanganye mwanamke, ni vyema atumie hekima ya udanganyifu kumdanganya mwanamke, lakini kupitia yale maelekezo ambayo Adamu alipewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani akamdanganya mwanamke kwamba wanaweza tu wakala matunda yote ya bustani ya Eden, na hata ule mti wa katikati ambao walikatazwa wanaweza wakafanya nini? Wakala. Lakini kuna kitu natamani ukione hapa. Shetani alimtumia mwanamke kwa sababu siku ambapo Adamu anapewa maelekezo mwanamke hakuwepo. Kwa hiyo shetani akaona ni vyema atumie mwanamke kumdanganya nani? Adamu. Na Biblia inasema mwanamke akachukua lile tunda, alivyoona ni vyema akalichukua lile tunda akampa Adamu. Adamu hata hakuuliza. Kwa nini? Kwa sababu alimwamini mwanamke ambaye Mungu amefanya nini? Amempa. Biblia inasema naye akala. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo kwenye maisha yetu ya kila siku.
Wakati Mungu wewe anakupa maelekezo kwa juu habari ya huduma, wakati Mungu anakupa maelekezo kwa juu habari ya biashara, wakati Mungu anakupa maelekezo kwa juu habari ya ndoa yako, ulikuwa peke yako, lakini shetani alikuwa anasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anachokifanya shetani, anatafuta ndugu zako wa karibu, anaweza kaa ni mume wako au watoto wako, anakuwa anawaelekeza yale mambo ambayo Mungu wewe alikuelekeza, lakini shetani anachokifanya, anawaelekeza kwa uongo, ili kusudi hawa watu waje kwenye maisha yako kukuambia kile kitu ambacho Mungu alikuwa anakuambia, lakini sio kwamba anakuambia kwa lengo jema, ila kukupoteza usiweze kukitekeleza kile kitu ambacho Mungu amekwambia. Kwa hiyo kama vile ambavyo mwanamke alimpoteza Adamu wakala tunda na akaingia kwenye makosa, ndivyo ambavyo shetani anatumia watu wako wa karibu kuja kukupoteza kwa kile ambacho Mungu wewe alikwambia. Yeye anaenda kuwatumia nao waje kukwambia, lakini kwa namna ya kukupoteza. Kwa hiyo kwenye maisha yako usiseme kwamba usiwaamini watu, lakini unatakiwa kuwa makini sana kile ambacho watu wanakuambia. Je, ni kile ambacho Mungu alikwambia? Kwa sababu shetani anatumia kile ambacho Mungu amekwambia kuwaambia watu, lakini kuja kukupoteza kupitia kile ambacho Mungu amekwambia. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini. Je, kile ambacho watu wanakuambia ni sawa na kile ambacho Mungu alikwambia ukitekeleze? Kwa sababu ukitekeleza sawa na watu ambavyo wamekwambia, unakuwa umetekeleza mpango wa shetani. Lakini ukitekeleza sawa na vile ambavyo Mungu amekwambia, unakuwa unatekeleza mpango wa Mungu. Kuna wakati mwingine mtu anaweza akaja kukuambia vitu kwenye maisha yako, lakini hivyo vitu ni mpango wa Mungu. Kwa sisemi usisikilize watu, lakini jifunze kumuuliza Mungu, hiki ambacho watu wananiambia au mtu ananiambia ndio kile ambacho wewe uliniambia? Kosa alilolifanya Adam ni kumsikiliza mwanamke bila kumuuliza Mungu, je, anachokisema huyu mwanamke ndicho kile ambacho uliniambia? Kwamba umesema tule matunda yote, lakini huyu mwanamke, lakini ulisema tule matunda yote. Adam angetakiwa kumuuliza Mungu kwamba Mungu, ulisema tule matunda yote, lakini ule mtu wa katikati ulisema tusile. Huyu mwanamke anasema tuyale. Je, ni vile ambavyo umeniambia? Kuna ajenda Mungu umeibadilisha? Kumbe Adamu angemrudia Mungu, asingerudi kwenye makosa. Mungu angesema sivyo ambavyo nimefanya nini? Nimekwambia. Kwa huu sio mpango wangu, ni mpango wa shetani. Adam na mwanamke wangesalimika. Alichokifanya Adam ni kumsikiliza mwanamke na kula tunda. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kuna vitu vingi tumekwama kwenye biashara. Jana nikasema tumekwama kwenye biashara. Ndoa zetu zimekwama kwa sababu tumewaoa wasio sahihi na tumewaolewa na wasio sahihi kwa sababu tuliwasikiliza watu. Kwamba huyu mwanaume aliyekuja kwenye maisha yako sio mtu sahihi, kumbe ni mtu sahihi ambaye Mungu alimleta. Huyu mwanamke amekuja kwenye maisha yako sio mtu sahihi, au huyu mwanaume amekuja kwenye maisha yako sio mtu sahihi, kumbe ni mtu sahihi ambaye Mungu amemleta. Lakini kwa sababu uliwasikiliza watu, ukaamua kufanya nini? Kuachana na yule mwanamke au yule mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini unayopitia sasa usingeyapitia kama ungemsikiliza Mungu tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukasema kwamba tujifunze kumuuliza Mungu kabla mambo yetu hayajaharibika, kwa sababu tuko kwenye dunia ambayo mtawala ni shetani mwenyewe, na yeye ni baba wa uongo, anatumia hekima ya uongo kutupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae hapo tutoke. Leo tutakuwa tunajifunza kwa juu ya habari ya hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tukijifunza kwa juu ya habari ya hekima ya Mungu. Na kichwa cha somo inasema hekima ya Mungu, msaada kwao waaminio. Hasa leo tutakuwa tunajifunza kwa juu ya habari ya hekima ya Mungu. Baada ya kutazama hekima ya wanadamu na ya dunia, baada ya kutazama hekima ya shetani, leo tutakuwa tunajifunza kwa juu ya habari ya hekima ya Mungu, ambapo ndio kiini cha somo letu tangu siku ya kwanza. Hasa hekima ya Mungu ni hali ya maneno na matendo ambayo Mungu humuongoza mtu kunena na kutenda kwa usahihi katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Tangu mwanzo tumesema hekima imefumbwa kwenye mfumo wa maneno na matendo. Namna ambavyo mtu ananena na kutenda kwa usahihi, tunasema hiyo ni nini? Ni hekima. Hasa hekima ya kimungu ni kwamba Mungu anakuwa anamuongoza mtu katika kutenda na kunena kwa usahihi sawa na mapenzi ya kwake yeye mwenyewe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Mithali 8:1, kitabu cha Mithali
Mithali 8:1, Mithali 8:1 mpaka mstari wa 3. Biblia inasema, je, hekima halii? Ufahamu hatoi sauti yake? Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia, penye njia panda ndipo asimamapo. Karibu na malango, mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuyaingilia malango, anapiga kelele. Anasema, je, hekima halii? Ufahamu hautoi sauti yake? Anataka kumaanisha nini? Anataka kumaanisha hekima ni mtu. Na ndio maana anasema, je, hekima halii? Hekima hatoi sauti yake? Alafu anasema hekima usimama mahali pa njia. Anasema mahali pa njia panda. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone kwamba hekima ni mtu. Huko mbele tutakuja kuelewa alikuwa hekima yeye ni nani. Kama hekima ni mtu, hekima ni nani? Lakini kwa sasa itoshe kusema hekima ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nachotaka kusema ni kwamba hekima ni mtu au hekima ni roho. Ndio maana kuna roho ya hekima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna kitu kinaitwa roho ya hekima. Lakini kiini cha somo nataka uone huko mbele, tutakuja kujifunza kujua habari hekima ni nani. Inaweza ikawa tu hata leo Mungu atusaidie, lakini nataka uone kwamba hekima ilikuwa nazungumziwa hapa ni kitu gani. Lakini mwanzoni kwenye Mithali 8:1 mpaka 3 anazungumzia, anasema, je, hekima halii? Kwa kama hekima ina uwezo wa kulia na ikatoa na machozi, basi hekima ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kama inaweza ikalia na ikatoa machozi ni mtu. Lakini je, ufahamu hautoi sauti yake? Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 30, Biblia inasema, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ni nani? Hekima ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwenu hekima itokayo kwa Mungu. Yaani Kristo Yesu amefanywa kwetu kuwa yeye ni hekima itokayo kwa Mungu. Na ndio maana kwenye Mithali 8:1 anasema hekima halii, ufahamu hautoi sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama Kristo ndiyo hekima, basi kuna kila sababu ya hekima kulia, kwa sababu Yesu analia na anaugua kwa sababu ya maovu na dhambi zetu. Ni sahihi hekima kulia. Ni sahihi hekima kutoa sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna vitu vitatu ambavyo vimeorodheshwa hapo, natamani wote tuvione kwa usahihi, vitatusaidia ambako tunakwenda. Lakini kupitia Mungu sisi tumefanywa kuwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumewekwa ndani ya Kristo kwa sababu tulipopotea tulikuwa nje ya ufahamu wake. Yaani kupitia Mungu sisi tumewekwa ndani ya Kristo, kwa sababu Adamu na Hawa walipopotea kwenye bustani ya Edeni, sisi tulikuwa nje ya ufalme wa Mungu na tulikuwa mbali na uso wa Mungu. Sasa Yesu alipojidhihirisha katika dunia hii kana kwamba yeye ni hekima aliyetumwa na Mungu, aliyetoka kwa Mungu, akatufanya sisi tuweze kuishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akatufanya sisi kuishi ndani yake ili tusije tukapotea na tuendelee kukaa ndani ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu yeye alifanywa kwetu kuwa hekima ya Mungu. Yesu yeye akafanywa kwetu kuwa ni hekima ya Mungu. Kwa ukimwona Yesu, ukiona picha ya Yesu, ukiyaona matendo ya Yesu, jua hiyo ni hekima ya Mungu aliyoileta kwetu wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu yeye ni hekima ya Mungu iliyotoka kwa Mungu, lakini Mungu ametupa hiyo hekima kwa wanadamu. Kama Adam angetumia hekima au kama mwanamke angetumia hekima pale kwenye bustani ya Eden, asingeweza kufanya alignment na nani? Na Shetani.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu roho ya hekima, naweza kusema kwamba roho ya hekima ilikuwa imemtoka, haikuwepo. Alishindwa kujua hekima ya shetani dhidi ya matokeo ambayo atayapata baada ya kula nini? Tunda. Lakini kama angejua matokeo ambayo yangetokea baada ya yeye kula tunda, sidhani kama mwanamke angekula tunda, lakini kama pia angempa Adam na yeye ale nini? Ale tunda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hekima ya shetani iliwafunika kiasi cha kwamba wakasahau hata maelekezo ambayo Mungu aliyatoa tangu mwanzo. Hata sisi kwenye maisha yetu kuna wakati mwingine tunapitia vitu vigumu. Hekima ya shetani inatufunika kiasi cha kwamba tunasahau hekima ya kiungu. Hatuoni, maana tumepofushwa macho yetu mpaka tumeshindwa kuiona ile nuru. Kitendo cha kushindwa kuiona nuru itokayo kwa Mungu, kitendo cha kuto kuiona hekima ya kiungu kwenye hii dunia, ina maana ya kwamba tayari sisi ni wapofu. Shetani amepofushwa macho yetu mpaka tunashindwa kuiona hekima ya kiungu kwenye dunia ambayo tunayo. Kama aliweza kumdanganya mwanamke na kupitia mwanamke naye Adamu akaingia kwenye makosa, basi ni vile vile tu ambavyo shetani anaweza kutudanganya hata kwenye dunia ya leo. Akatumia hekima ya kipepo kuturubuni na sisi tukaingia kwenye matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asa Mungu akaja kujua kwamba okay, kama mwanadamu wa kwanza aliingia kwenye matatizo na hekima ya shetani ikaweza kumuingiza kwenye matatizo, Mungu alichoamua kufanya kwamba amlete Adamu wa pili duniani ili huyo Adamu wa pili aweze kutabanako na sisi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kutabanako ni Mungu kukaa na sisi. Kwa alichokifanya Mungu, kwa sababu mwanadamu wa kwanza aliingia kwenye matatizo na akamsikiza shetani, wakafanya dhambi, si ndio? Mungu alichoamua kufanya ni kumleta Adamu wa pili. Maana Yesu yeye ni Adamu wa pili. Kwa sababu Adamu wa kwanza hakuzaliwa na mwanamke wala hakutokana na uzao wa mwanaume, si ndio? Lakini Adamu wa pili aliyoletwa na Mungu alitokana na tumbo la mwanamke, lakini sio uzao wa mwanaume, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio tofauti kati ya Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alikuja duniani akapewa assignment na Mungu ya kulima na kuitunza bustani, akashindwa. Lakini Adamu wa pili amekuja duniani, ambaye ndio Yesu, kurekebisha makosa ya Adamu wa kwanza ili mwanadamu aendelee kuishi pasipo kufanya makosa ambayo Adamu wa kwanza alifanya nini? Akayafanya. Na ndio maana Adamu wa pili alipokuja, ambaye ndio Yesu, Mungu kwenye Biblia hii kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza anasema kwamba huyo Adamu wa pili ambayo ni Yesu, Biblia inasema yeye ni hekima ambayo Mungu aliileta duniani kwa wanadamu, ambapo jina lingine ambalo amepewa yeye anaitwa Immanueli, yani Mungu pamoja na sisi. Kwenye kitabu kile cha Mwanzo kisoma utaona Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa anamtembelea Adamu jioni wakati wa kupunga. Mungu alikuwa anamtembelea Adamu jioni baada ya Adamu kumaliza kazi zote za bustanini. Na huo ndio muda ambao shetani aliutumia baada ya Mungu kutokuwepo Edeni, kwa sababu Edeni siyekuwa na shetani, alikuwepo Adamu. Mungu alikuwa anamtembelea Adamu jioni, si ndio? Shetani alikuja kabla ya Mungu kuja kumtembelea Adamu jioni wakati wa kupunga, ndipo alipomdanganya Hawa. Kwa Mungu akagundua okay, kumbe muda ambao mimi namtembeleaga Adamu jioni, shetani amekuja mchana kumdanganya Hawa. Kwa hiyo sasa, kama hayo ndio alikuwa ni makosa, akamleta Adamu wa pili ambao ndio Yesu, si ndio? Ambao yeye amefanywa hekima kwa wanadamu, lakini akasema this time huyu mtu ataitwa Immanueli, yani Mungu pamoja na wanadamu. Kwamba muda wote mwanadamu atakuwa yuko na Mungu, yani Mungu atakuwa ni kipochi cha mwanadamu, muda wote yuko naye. Kwamba hakuna namna ambapo shetani atapata nafasi ya kumrubuni tena mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisemi kwa sababu Mungu yupo na sisi hapa hatuwezi kutenda dhambi, hapana. Kutenda dhambi kunaamuliwa na mwanadamu mwenyewe, na Mungu hakulazimishi usitende dhambi kama umeamua na umekusudia. Yani kweli unaijua dhambi, unaijua Mungu unamjua, shetani unamjua, alafu umekusudia kutenda. Mungu hakulazimishi. Na ndio maana amesema chagueni hivi leo mtakaye
mtumikia. Uchaguzi ni wa kwako, Mungu hakulazimishi. Ameshakupa Adamu wa pili akusaidie ili usifanye makosa yale aliyoyafanya Adamu wa kwanza. Kwa uchaguzi ni wa kwako, yeye hakulazimishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia kwenye hiki kitabu cha Wakorinto wa kwanza 1:30 Biblia inasema bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu amevitaja vya msingi sana. Anasema bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo. Yaani anavyosema mmepata kuwa katika Kristo, ina maana kwake yeye Mungu ametufanya sisi kuwa ndani ya Kristo. Si mmeelewa huo mstari? Anasema bali kwa yeye nani? Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo. Yaani tumefanywa kuwa ndani ya Kristo. Kwa nini Mungu ametufanya sisi tuishi ndani ya Kristo? Ili tusifanye makosa ya kwanza ya Adamu wa kwanza. Anasema aliyefanywa kwenu hekima. Yaani huyo Adamu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni Adamu wa pili, Mungu anasema yeye amemfanya kuwa hekima kwetu itokayo kwa Mungu. Anasema na haki na utakatifu na ukombozi. Yaani huyo Kristo ambaye ndio hekima amekuja kwetu, amebeba haki mabegani mwake, amebeba utakatifu, amebeba ukombozi. Si umeelewa? Huyo Yesu aliyekuja kwetu, Mungu amembebesha vitu. Alivyokuja kwetu, Mungu amembebesha vitu hivi vikuu vitatu. Biblia anasema kwamba amembebesha haki, amembebesha utakatifu, amembebesha na nini? Na ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo amebeba hiyo package ya vitu vitatu: haki, utakatifu na ukombozi. Haki ni kuwa na ile hali ya kutenda, yani ile hali ya kutenda usawa pasipo kumwonea mtu. Ndicho kitu ambacho kamebeba. Utakatifu ni vazi la kiungu ambalo hata Mungu mwenyewe analo. Alafu kamebeba kitu cha tatu ambacho ni nini? Ni ukombozi. Kwa sababu lengo la yeye kuja duniani ni kutukomboa sisi tuliokufanya nini? Tumepotea. Na ndio maana kama amebeba haki kwa ajili ya kutenda haki, lakini kuturudishia kitu kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Ambao mmewahi kupelekwa Central Police mnanielewa ninachokisema. Siku ambayo utakuwa umechukuliwa kwa makosa, ukapelekwa kituoni, ukapelekwa kile chumba kidogo ambacho nasubiri mashtaka, umefungiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanasema kuna mbu wengi na mateso ya kutosha wakati unasubiri kusomewa mashtaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapoingia kwenye kile chumba, kuna vitu unavuliwa mkanda, unapokonywa simu, kuna baadhi ya vitu unapokonywa, unahifadhiwa. Siku ambapo utakuwa unatoka, unarejeshewa. Wanakupa haki yako, haupokonywi, ile ni haki yako. Sasa Biblia inasema Yesu alipokuja amebeba haki, amebeba utakatifu, amebeba na ukombozi. Tafsiri yake ni nini? Tulipopotea tulikuwa tumefungwa lock up na shetani. Alipokuja Yesu anaturudishia vile vitu ambavyo ni haki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alikuwa amebeba haki. Ndio maana Biblia inasema hukumu za Mungu ni za haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alikuja sio kutuhukumu, lakini kutupatia ile haki yetu ambayo tulistahili tangu mwanzo. Kwa sababu Adam alipomruhusu shetani na kumpa nafasi shetani, alimkasimisha madaraka yote kwa shetani. Ulimwengu ulikuwa chini ya shetani. Sasa Mungu alipokuja duniani, Yesu alipokuja duniani, alikuja kuturudishia vile vitu ambavyo tulikuwa tumepewa tangu mwanzo. Alikuja kuturudishia haki. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili, alikuwa amebeba utakatifu. Lengo la kubeba utakatifu, kwa sababu tunasema mtakatifu ni mtu ambaye hana makosa mbele za Mungu, ni mtu ambaye hana hatia mbele za Mungu. Alikuwa amevaa vazi la utakatifu, kwamba atakapokuja atatuvisha sisi vazi la utakatifu ili tusiweze kutenda dhambi tena. Kwa sababu moja ya kazi ya vazi la utakatifu ni kukufanya wewe kuwa karibu na uso wa Mungu, usiwe mbali na uso wa Mungu. Mtu yoyote ambaye ni mtakatifu
ana kibali cha kumsogelea Mungu muda wowote. Kwa hiyo alikuja amevaa vazi la utakatifu ili atufanye sisi kuwa watakatifu. Watu wengi wanajidanganya duniani, sema duniani hamna mkamilifu, duniani hakuna watu walio watakatifu. Duniani watakatifu wapo na wakamilifu wapo, ila Mungu alichotusisitiza ni kwamba tusijione sisi ni watakatifu, tusijione sisi ni wakamilifu, kwa sababu tukijiona sisi ni watakatifu au wakamilifu ndivyo tutakavyozidi kupotea. Ila watakatifu wapo, wakamilifu wapo. Na ndio maana Mungu anasema ninafurahishwa na watakatifu wangu walioko wapi? Duniani. Hakusema napendezwa na watakatifu wangu walioko mbinguni. Walioko mbinguni tayari yuko nao. Anasema napendezwa na watakatifu wangu walioko wapi? Duniani. Kwa watakatifu duniani wapo. Na ndio maana Yesu alikuja amevaa vazi la utakatifu ili atupe sisi utakatifu. Na kazi ya vazi la utakatifu aliyokuwa amelivaa Yesu ni kutusogeza sisi karibu na uso wa Mungu, maana tulikuwa mbali na uso wa Mungu. Tungeendelea kufanya biashara katika dhambi, ina maana biashara zetu zingekuwa mbali na uso wa Mungu, kwa sababu nazo zingekuwa na hali ya udhambi. Tungeendelea kufanya kuzaa watoto wengi, nao wangekuwa mbali ya uso wa Mungu, kwa sababu nao ni wenye dhambi. Kwa hiyo wewe ukiwa ni mtakatifu, chochote ambacho ni cha kwako kinakuwa na hali ya utakatifu na kinakuwa kinapata kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo utakuja kuona kwamba utakuja kumwona kwamba wakati wa gharika Biblia inasema Mungu alimpa Nuhu neema, lakini kilichompa Nuhu neema kilikuwa ni nini? Biblia inasema alikuwa ni mtu wa haki, lakini alikuwa ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anakupa neema sio kwa sababu tu, kwa sababu neema ni upendeleo wa Mungu ambao haustahili. Yaani neema ni upendeleo wa Mungu ambao wewe haukustahili, lakini anakupa. Ndio maana tunasema tunakwambia bana, nimepata tu hii degree ni kwa neema, nimepata watoto ni kwa neema, nimepata hii ndoa ni kwa neema. Kwa nini nasema kwa neema? Kwa sababu ulichokipata kuna wengine wamekosa. Kwa nini wewe umepata? Anasema kwa neema. Kwa hiyo neema ni upendeleo. Kama wengine wanaweza wakakosa alafu wewe ukapata, basi wewe umefanya nini? Umependelewa. Restakashahanda rabakutayahande. Sijui kama umenielewa. Yaani kitu ambacho wengine wamekosa wewe umepata. Ndio tunasema neema. Neema ni upendeleo wa Mungu. Sasa Nuhu alipewa neema na Mungu. Lakini kwa nini Nuhu alipewa neema? Biblia inasema kwamba alikuwa na haki na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alikuja kutuvisha sisi vazi la utakatifu ili tupate nini? Neema. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu ilikuwa ni ukombozi, ambapo ndio kazi ya mwisho alikuja kuifanya. Alikuja kutukomboa, maana tulikuwa tumesetwa, tulikuwa tumetekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Yesu alikuja kutukomboa. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa tumetekwa na tulikuwa tumesetwa. Mind you, nimesema kwamba Yesu alipokuja duniani alikuwa amevaa haki, vazi la haki, alikuwa amevaa utakatifu, alikuwa amevaa na ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu ambacho tunaweza tukafanya alafu kawa na uhai kama hatutakuwa ndani ya Kristo. Hakuna kitu ambacho tunaweza tukakifanya alafu hicho kitu kikawa na uhai kama sisi hatuko ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inamtambua mtu ambaye yuko nje ya Kristo ni mwenye dhambi. Biblia inamtambua mtu ambaye yuko nje ya Kristo ni mwenye dhambi. Na mtu yoyote ambaye ni mwenye dhambi, Biblia inamtambua kwamba amefanya nini? Amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote ni mwenye dhambi, ni mtu aliyekufa. Lakini ukimwona katika hali ya mwili, unamwona ni mtu ambaye hana shida, si anapumua, anafanya biashara na maisha yake yanaendelea, lakini kiroho amekufa. Kwa sababu ile sensitivity ya kiroho hana. Na ndio maana kwa mtu mwingine haoni aibu hata kutenda dhambi. Haoni aibu. Mimi wakati nakuja leo asubuhi hapa, mimi nakaa Tabata. Tabata kuna ukanda sana wa mabaya, overnight pubs yako kule. Yaani mimi nakuja ibadani asubuhi, lakini naona watu wako uchi. Wametoka kumfurahisha baba yao wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako uchi, wametoka kumfurahisha baba yao wa kiroho na hawana shida. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu sensitivity ya kiroho imekufa. Huwezi kuambia kitu, labda neema ya Mungu ingilie kati. Huwezi kuambia kitu na wakakuelewa. Huwezi kuambia. Kuna mtu mwingine nilikuwa namshauri masuala ya kuacha pombe na kuacha uzinzi na uasherati na nini.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anakwambia kule mnakoshindaga virabuni ndiko ambako michongo tunaitengeneza, dili za pesa zinakuja. Dili za pesa zinakuja. Utamshauri nini kama si neema ya Mungu isaidie? Maana maneno yetu kuwashawishi hayawezi. Zaidi ni Mungu atusaidie maneno yetu yakawe na nguvu ya kuwashawishi, kuambia huku tuliko sisi ndio upande sahihi. Na kwa bahati mbaya sana sisi watoto wa Mungu ni wanyonge sana. Yaani walioko huko nje ndio wana nguvu kuliko sisi. Kwa nini? Tangu mwanzo Mungu hakutaka iwe hivyo. Ashukuriwe Mungu, injili ya sasa hivi, yani unakuta mtu anahubiri injili, ana masters, ana PhD, ni tajiri, anahubiri injili. Maisha ya nyuma hapo kidogo ilikuwa ni changamoto, unakuta mtu anahubiri injili mpaka unamwonea huruma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa hivi unakuta Mungu ameachia huo ufunuo, Mungu ameachia hiyo neema, Mungu ameachia huo uamsho, watu wanaogonga injili unakuta ni watu wa maana. Mtu anakuja kukuhubiria hapa ameacha V8 hapo nje. Hata wewe unayehubiriwa unasema kweli kwa Mungu kuna kitu. Kama jamaa amepaki V8 hapo nje na bado anagonga injili, mimi tu hata baiskeli sina bidi nimfuate hiyo Kristo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna wakati mwingine wewe unaweza kukubali mtu anakufundisha uchumi, au mtu anakufundisha masomo ya biashara alafu yeye amechoka vibaya. Mtu anakufundisha masuala mbinu za kupata utajiri alafu yeye amechoka vibaya mno. Unaweza kumsikiliza? Yaani mtu anakufundisha mbinu za kupata utajiri alafu yeye amechoka vibaya mno. Unaweza kumsikiliza? Hata kama utamsikiza lakini kwa taabu sana, yaani unahangaika. Yaani unahangaika unamuelewaje? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haikuwepo kwenye somo la leo, lakini nimechombezea tu. Watoto wa Mungu tusikae kizembe, tutafute pesa. Wakati tunatafuta utakatifu, tutafute na pesa. Wakati huo tuwe smart. Hata kama pesa huna, lakini kuwa smart. Bwana Yesu asifiwe. Hata unagonga injili hapa tunajua kabisa huyu mtumishi wa Mungu yuko vizuri. Sio kwamba yuko vizuri kwa sababu anahubiri injili vizuri. Yaani yaani ule tu muonekano wako mtu anajua kabisa huyu mtumishi wa Mungu yuko vizuri. Lakini kumbe naona matatizo yako. Lakini angalau haujawatoa watu kwenye fikra kwamba waanze kukufikiria wewe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwepo kwenye somo, lakini ninachotaka kusema ni kwamba hauwezi ukafanikiwa kufanya kitu kama hauko ndani ya Kristo. Biblia inasema kwamba mtu yoyote aliyekuwa nje ya Kristo huyo ni mdhambi, naye amekufa kwa sababu haongozwi na Kristo. Mtu aliye nje ya Kristo haongozwi na Kristo, anaongozwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa ameongozwa na shetani, vitu vyake vingi vinaongozwa na shetani, vitakosa uhai. Na ndio maana nikasema kila kitu ambacho unakifanya, kama unakifanya nje ya Kristo, hicho kitu kitakosa uhai. Kwa sababu yeye Kristo ndiye aliyekuja kuturudishia uhai. Maana kama una dhambi, wewe umekufa, hauna huo uhai katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Yesu alipokuja kwenye mstari wa 30, kwenye ule mstari wa 30 kwenye kile kitabu cha Korinto wa kwanza 30, Biblia inasema bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo. Yaani Mungu ametufanya sisi kuwa katika Kristo. Mungu ametufanya sisi tukae na kuishi ndani ya Kristo. Kwa nini ametufanya sisi tuishi na kukaa ndani ya Kristo? Kwa sababu bila Yesu hakuna kitu kinaweza kikafanyika na kikapata matokeo. Na ndio maana Biblia inatutaka sisi tuombe kupitia jina la nani? Ukiomba kupitia jina lingine majibu hupati. Mungu ameruhusu sisi tuombe kupitia jina la nani? Na ndio maana nasema yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Yeye ndio anakujua kwa Baba. Yeye ndio anajua kwa Mungu. Kwa hiyo tupitie kwake ndio twende kwa Mungu. Yeye ndio anayejua njia. Yeye ndio njia, kweli na uzima. Mahali pengine Yesu amesema pasipo yeye hakuna lolote linaloweza likafanyika. Kwa hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya nje ya mapenzi ya Kristo au nje ya mapenzi ya Mungu alafu kupata matokeo chanya. Labda matokeo ya kudanganya. Tangu siku ya kwanza nimekwambia kwamba ukifanya vitu nje ya mapenzi ya Mungu, mwanzoni kinakuwa ni kama chema, lakini kumbe
ni kibaya. Kwa kadri unavyozidi kwenda ndivyo unavyokuja kugundua kwamba nimepotea. Lakini mpaka unapokuja kujua kwamba nimepotea lakini umeshachelewa, ni kweli umeshapotea. Mapenzi ya shetani, nikasema kwamba mapenzi ya shetani ni kama bigijii. Unapokuwa unaitafuna mwanzoni ni kama tamu, lakini kadri unavyozidi kuitafuna bigijii unakuja kugundua kama mzigo sio wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo shetani alivyo. Mara ya kwanza inakuwa ni kama tamu, ni kama nzuri, lakini kadri unavyozidi kuenjoy mapenzi ya shetani ndipo unapozidi kujua kwamba nimepotea. Na huwezi kurudi nyuma kwa sababu ni kina kirefu. Ni kina kirefu. Utahitaji msaada. Wale watu ambao lakini wale watu ambao wamepata mimba za utotoni watanielewa. Mara ya kwanza alikuwa kama ni kitu kizuri, wazazi wanamwambia bwana wewe achana masuala ya wanaume, anaona kama wazazi wanamsumbua au wanamzingua, vijana wanasema. Anaona kama mbona kama kijana wa watu yuko vizuri tu, mbona kama wazazi wanamzingua, anapewa chipsi, anapewa 10,000. Yaani mara ya kwanza anaona kama ni kitu kizuri na ni kitamu na ni chema. Anapopata ujauzito anaanza kugundua kwamba kumbe haikuwa njema. Kwa sababu picha inaanza jamaa amekataa ujauzito na hamtambui tena. Ndipo anaanza kugundua kwamba ule utamu kumbe haukuwa wenyewe. Ule utamu ulikuwa ni bigijii. Na ndio mapenzi ya shetani. Mwanzoni kama matamu, kadri unavyozidi kwenda unaje kugundua huu mzigo sio wenyewe. Huu mzigo nimebambikiziwa, TBS ya imo huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna kitu tunaweza kukifanya nje ya mapenzi ya Kristo afu tukapata matokeo. Narudia tena. Hakuna kitu ambacho tunaweza tukakifanya nje ya mapenzi ya Kristo alafu tukapata matokeo. Kama ukipata matokeo basi ujue unakokwenda ni kubaya. Ujue konaga watu utajiri umewaua. Yaani hajafa kwa sababu tu imemlazimu afe au imefika kipindi afe, ila utajiri ndio umemuua. Yaani imefika zamu yake kwamba yeye ameshatoa kafara za kutosha, imetosha, na yeye sasa inabidi ajitoe kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mapenzi ya shetani, tusiendelee kukaa kwenye mapenzi ya shetani, tujialaini sana mapenzi ya Mungu, kwa sababu hiyo ndio Mungu alitutaka sisi tuwe nayo tangu mwanzo. Kwenye kile kitabu cha Yohana 15 mstari wa 5 mpaka wa 7, 15:4 mpaka 7. Yohana 15:4, Yohana 15:4 mpaka mstari wa 7. Yohana 15 Yohana 15 Yohana sura 15 mstari wa 4 mpaka wa 7. Biblia inasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya. Mstari wa 6 anasema mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni kuyateketeza. Mstari wa 7 na mwisho anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Ombeni mtakalo lolote nanyi. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Sisi tukikaa ndani ya Kristo na maneno ya Kristo yakikaa ndani yetu, anasema basi ni rahisi. Lolote mtakalolitaka liombeni na mimi nitafanya nini? Nitawafanyia. Bwana Yesu asifiwe. Umeona kodi ilivyo rahisi? Kwa hiyo ukikaa nje ya mwili wa Kristo, nje ya mapenzi ya Kristo, lolote utakaloliomba hautalifanya nini? Utalipata. Lolote utakaloliomba hautalipata. Narudia tena. Kama Kristo kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 7 anasema nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote ninyi mtapewa. Kwa hiyo kama tukikaa ndani ya Kristo na maneno yake yakikaa ndani yetu,
na kama tutakaloliomba lolote tutalipata kupitia huyo Kristo, basi uwe na uhakika kwamba ukikaa nje ya Kristo na hayo maneno ya Kristo hayajakaa ndani yako, hauna lolote ambalo utaliomba na utalipata, hilo halikutoka kwa Kristo. Si mmenielewa? Kama amesema sisi tukikaa ndani yake na maneno yake yakikaa ndani yetu, lolote tutakaloomba tutalipata, kwa sababu tu kodi ni moja. Tukikaa ndani yake na maneno yake yakikaa ndani yetu, hiyo ndio kodi. Na tukiomba lolote, yeye atafanya nini? Atafanya. Kaa ujue kwamba ukikaa nje ya Kristo na maneno ya Kristo hauna, na ukapata vitu, kuna vitu ukawa unaviomba ukavipata, basi ujue hivyo havikutoka kwa nani? Kwa Kristo. Nani amekupa? Ni Shetani. Kwa sababu Shetani usimchukulie poa kwamba ni mtu tu ambaye alifanya makosa mbele za Mungu, yupo tu huku. Yaani usimchukue Shetani kama kitu cha kawaida. Shetani ni roho kamili, kama Mungu alivyo roho kamili. Shetani ana pesa, ana utajiri. Yaani usimchukulie kawaida. Na ndio maana wapo ambao wanamuomba Shetani kwa jina la Shetani na wanapata. Mtu anatoa kafara mama yake mzazi na anafanikiwa. Mtu anatoa kafara watoto wake na anafanikiwa. Kwa hiyo usimchukulie Shetani kawaida. Mungu ni roho, na wote wamwabudu katika roho na kweli, na ndio hao wanaompendeza Mungu, na Mungu naye anawapa ule siri ya utajiri wa Mungu, si ndio? Kwa sababu Mungu ni tajiri. Wote wanaomwabudu Mungu, Mungu anawapa utajiri, si ndio? Kwa sababu Mungu ni roho. Kama ni roho na inayo utajiri, na wote wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli, Mungu anawapa utajiri. Shetani ni roho, nao wanaomwabudu huyo Shetani katika roho na kweli, katika hali ya kipepo, nao Shetani anawapa. Lakini namna ambavyo Mungu anakufanikisha, siku ya kwanza nikasema namna ambavyo Mungu anakufanikisha ni tofauti na ambavyo Shetani anakufanikisha. Shetani akikufanikisha ni namna ya kukuingiza wewe upotevuni, lakini Mungu akikufanikisha ni kwa namna ya kukuingiza wewe katika uzima wa milele. Uwekezaji wa Mungu ni uwekezaji wenye faida kwetu, kwa sababu asilimia kubwa ya vitu ambavyo tunabaki navyo baada ya Mungu kuwekeza kwetu, Biblia anasema anavirisisha kwa uzao wetu. Kwani baraka ambazo sisi tunazo sisi zimetokana na Ibrahim. Ibrahim aliishi lini? Si zamani. Lakini mpaka leo tunatembelea baraka za nani? Za Ibrahim. Barikiwa Mungu. Mungu akikupa utajiri, huo utajiri wako hauna ukomo. Lakini Shetani akikutajirisha, huo utajiri una ukomo. Hakuna manufaa kwenye uwekezaji wa Shetani. Na ndio maana watu wote waliowekeza kwa Shetani na Shetani akawapa utajiri, hao watu wakifa, na hivyo vitu vinafanya nini? Vinakufa. Siku ya pili nikasema kwamba mtu kama alikuwa ni tajiri, maana akifa utasikia basi limepata ajali, nyumba imepigwa mnada, sijui yeye amekufa, sijui magonjwa ya mifugo inakufa. Ndio 90% ambayo Shetani anadai. Shetani akikufanikisha kwenye michongo yako, ujue anadai 90%. Ukifa tu ule mzigo wote unaondoka. Lakini Mungu akikufanikisha utaishi na huo mzigo milele. Huo utajiri hadi watoto wako wataukuta. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ndio mwekezaji mwenye faida. Na ndio maana Yesu anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote na ninyi mtatendewa. Kwa hiyo chochote ambacho wewe utakiomba kupitia jina la Yesu, Yesu atafanya nini? Atakutendea. Lakini anasema ninyi mkikaa. Siku ya kwanza leo ni siku ya 3 kwenye hili somo, lakini ni siku ya kwanza tumeanza kujifunza kwa juu ya habari ya hekima ya Mungu. Siku ya kwanza tumejifunza hekima ya Shetani, ya wanadamu na hekima ya dunia. Siku ya pili tunajifunza kwa habari ya hekima ya Shetani. Leo ni siku ya 3 tunajifunza hekima ya Mungu. Kwa hiyo leo ni kama ni siku ya kwanza tunaanza kujifunza lengo la kichwa cha somo. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Kodi yetu ni moja tu, na tutafanya zoezi moja kwa ufupi sana. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya kukaa ndani ya Kristo ni hii moja. Cha kwanza, kumkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Ni kweli kwamba wote tumeokoka. Inawezekana kwa wewe, mimi siwezi kushuhudia, ila wewe unajua kama umeokoka au hujaokoka. Lakini password ya kwanza ya kukaa ndani ya Kristo ni kufanya nini? Ni kuokoka. Cha kwanza, jua kwamba sisi wanadamu hatujakamilika, tuna uwezo wa kutenda dhambi na kutenda makosa. Nakupa password ya kukaa ndani ya Kristo. Kwamba kama wewe unajua ni mwanadamu na uwezo wa kutenda dhambi na kutenda makosa, kitu cha kwanza ni kuwa ni mtu wa kuomba toba mbele za Mungu.
Ukishakuwa katika hali ya kuomba toba mbele za Mungu kila wakati, jifunze kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Ukiwa unataka kutenda mapenzi ya Mungu na kumpendeza Mungu kila wakati, unakuwa unajialign kwenye njia za Mungu kila. Bwana Yesu asifiwe. Ushaona mwendokasi inampitia mtu sehemu ambapo ni kituo cha daladala? Mwendokasi sinampitia mtu kwenye njia yake ambayo ndio ya mwendokasi. Ndivyo ambavyo ilivyo. Unatakiwa kukaa kwenye paneli ambazo Kristo anapita, ili anapopita akupitie. Ndio mtenzi mmoja akasema, usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine nami nikuse, usinipite. Kwa nini? Kwa sababu nimekaa ambapo napitaga. Usinipite ukipita. Sema, Mungu Baba, ninaomba toba na rehema kwa dhambi na makosa yangu ambayo nimewaza na kutenda kwenye maisha yangu kila itopo leo. Ninaomba toba na rehema. Nimetambua ya kwamba ninatakiwa kukaa ndani yako, ili na maneno yako yakae ndani yangu, ili niweze kukupendeza wewe, ili niweze kukupendeza wewe. Nami sijakaa ndani yako, au kuna wakati mwingine sikai ndani yako muda wote, ninaingia na kutoka. Yesu nisamehe. Ni matamanio yangu ya kwamba Bwana niweze kukaa ndani yako kila itwapo leo, na maneno yako yasitoke ndani yangu, kwa sababu maneno yako ni hekima ya Mungu itokayo juu. Nami natamani maneno yako yakae ndani yangu. Kila maneno machafu yaliyo ndani yangu yaweze kufutika, yaweze kufutika. Kila tabia mbaya zilizo ndani yangu ziweze kufutika. Ninakukaribisha wewe Kristo, ingia ndani yangu. Ninatamani kukaa ndani yako, na maneno yako yasitoke ndani yangu, nikupendeze wewe siku zote za maisha yangu. Ninaomba toba na rehema. Ikiwa sijakupendeza wewe vya kutosha, unisamehe. Yapo dhambi na makosa yangu nimeyatenda mbele zako, unirehemu, unisamehe. Uzuri wako na utakatifu wako usiondoke ndani yangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana umesema mimi nikikaa ndani yako na maneno yako yakikaa ndani yangu, wewe Kristo umeniruhusu ya kwamba chochote nitakachokiomba wewe Bwana utanitendea, na wewe Bwana utanifanyia. Nami nakuja mbele zako, ninazo ajenda zangu na hoja zangu zenye nguvu. Unisaidie kunitendea, unisaidie kunikamilisha sawa na mapenzi yako. Endelea kuomba lolote ambalo unalitaka mbele ya Kristo saa hii, usinyamaze. Bwana Mungu, tunakuja mbele zako ni asubuhi ya leo. Yapo mengi ambayo tunakwenda kuyatenda asubuhi ya leo, lakini Mungu tunakuomba utusaidie, utupe hekima ya kuyatenda kwa usahihi, utupe hekima ya kuyafanya kwa usahihi, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Tunakuomba Mungu tusaidie kuyatenda mambo yote ya asubuhi ya leo kwa utaratibu na ufasaha na usahihi, sawa na hekima ya kiungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umesema ya kwamba tukikaa ndani yako na wewe ndani yetu, na maneno yako yakikaa ndani yetu, lolote tutakaloliomba utatufanikisha. Bwana, tunaomba asubuhi ya leo ukatufanikishe kwenye biashara zetu, ukatufanikishe kwenye afya zetu, ukatufanikishe kazini kwetu. Kila kitu cha kwetu ambacho ni chema, shetani asikiharibu. Tunakuomba utupe nguvu ya kutufanikisha Baba, katika jina la Yesu. Jinsi tulivyofanya biashara jana isiwe sawa na leo, leo ikapate kuwa ni zaidi ya jana. Afya zetu Bwana zilivyokuwa jana, leo ziwe zaidi ya jana, katika jina la Yesu Kristo. Ndoa zetu zilivyokuwa jana, leo zikapate kuwa njema zaidi ya jana, katika jina la Yesu Kristo. Kila neno baya ambalo shetani ameweka ndani yetu likafutike kwa damu ya Yesu, lakini maneno yako na yakakae kwa wingi ndani yetu. Bwana, tukayatende yaliyo mapenzi yako, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Pokea sifa na utukufu na heshima na adhama. Asante kwa kutuwezesha kufanya yaliyo tuliyoyafanya siku ya leo. Asante kwa maneno ambayo tumeweza kuzungumza siku ya leo. Asante kwa kutufunua akili zetu, nasi tumeweza kuelewa na maandiko sawa na mapenzi yako. Baba, ukatusaidie kuyatenda haya ambayo tumeyazungumza asubuhi ya leo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen.